Ee Mungu Mwenyezi, sisi tunasadiki kwamba leo mwana pekee mkombozi wetu amepaa mbinguni. Tunakuomba utujalie nasi pia tunaishi mbinguni kiroho kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nami katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu milele na milele. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Kitabu kile cha kwanza nalikiandika Theofilo, katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kuyafanya na kufundisha, hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua, wale aliowadhihirisha nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea kwa muda siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Hata alipokuwa anakutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali walingoja ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohane alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Basi walipokutanika, wakamuuliza wakisema, Je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudisha Israeli mfalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua mamlaka yake mwenyewe, lakini mtapokea nguvu akisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Akisha kusema hayo, walipokuwa akitazama, akainuliwa, wingu lilipompokea kutoka machoni pao kuwa akienda zake. Tazama, watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe, wakasema, Enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu alichukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni, atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomwona akienda zake mbinguni. Hilo ndilo neno la Bwana. Mpigieni Mungu kelele.
Somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso ni sura ya kwanza aya ya 17 hadi 23. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliyoutenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni tu ule ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake, anayekamilika kwa vyote katika vyote. Hilo ndilo neno la Bwana.